ya mama becomes a national event. Wakati ndio huu. Jamaa wakaja, wakaanzisha ujenzi wa barabara, Kamuongo, wakaenda Kitui, wakaanzisha nyingine where. Nataka niulize hapa Kamuongo because wanasema wataweka lami mpaka kwa nyumba yangu. Si ndio? Ukweli ni kwamba mimi niliona as a selfless leader. When I was vice president, P.S. Kamau was in charge of roads. Akasema, Vice President, I have money for 21 kilometers. Hii barabara nataka tuanzie Sekuru. Hapo Sekuru weke lami. Na kulia Kamau, hiyo ni kuniharibia sifa. Yaani watu watoke na vumbi kutoka Mwingi wakifika after Tuimiwa wapate lami hapo. I told him no way. Ianze Mwingi kiteremuka. Nekabika Sekuru lekabika. Na nebinda nebikie. Ebinda yayo nebikie ni ukanatiwo. And Governor, I'm told that you're even having a little project of your own, muweke hiyo lami, because the time for it is now. But what William Ruto has not said, ni kwamba tulianza hii barabara kutoka Kibwezi, the same contractor, Sinohandro, ambaye nimemwona pale Mbondoni, same contractor in 2012, tukiwa na wakati huo wale viongozi wengine, na wakaja wakasimamisha after they took over from Raila and myself in 2013. In 2016, Uhuru akatuonea huruma, akaanzisha Mutomo. That's how the road got to Kitui. By now, hiyo barabara ingekuwa imepita Maua, by now, for sure, Isiolo and linking up with Ethiopia. Tukija Mheshimiwa Eugene, umeona magari mawili napita mbio ya Miraa. Hiyo imetoka Meru. That road, if that road was done by now, ingepitia hapa kwenda Garissa. So, you have denied us our economic rights. But we are not complaining. We are not complaining. We are going to do it the right way. The right way. Elimu imekuwa imeangamia almost. Ikifika mahali useme machifu waende watafute watoto wapeleke shule kwa nguvu. This is not colonial time. Ni kwa sababu wazazi hawana pesa. Ni kwa sababu wazazi hawajui watoto waende wapi. Ile education, mwalimu huyu Shemeji alisema was Minister for Education. We were certain about what to do. University funding was deliberate. We started the Higher Education Loans Board. And I appointed the current governor of Baringo, by the way, was the first chief, Cheboy, I think Cheboy. Yeah, Cheboy was the first CEO of Higher Education Loans Board. Tukafanya mambo hayo. Education, we even had something I personally commissioned, and of course guidance wakati wa Mzee Moi, which we call ticket. Now, hii education system, walimu ukipelekea watoto, hawajui curriculum iko vipi. Wao wenyewe wanataka usaidizi. Now there's total confusion. I don't blame the Minister for Education. I blame his boss, because I may cause confusion kwa mambo yote haya. So we will be talking about education. Hatutakuwa walalamishi, tutakuwa tukiongea vile tutafanya. The first thing we shall do, we shall make sure education ya watoto wetu from the cradle, kuja nursery, which governor is trying to do, all the way to university, will be free education. Because hii pesa wamekula. Hii pesa yote wamekula inatosha. Ingine wanafanya maajabu kusema mnapeleka nyinyi Singapore. Before you take people to Singapore, education is basic. You cannot take people the next step without giving them proper quality education. That will be our mission. We are not talking about united opposition. We are taking over the government from William Ruto next year. Inyu mwetayari? Mwetayari? Gavana ni mubeano ndo wa msimamo. Lakini chungeni. Mheshimiwa Malili, you are also there. Ito aneni. Nundo enie wa vyome hapo. Tio huo? Ha? Baba bikiwe you there to bikiezi ukone. Baito tuweyemwe? Ito aneni ya mheshimiwa. Alichanganyikiwa, kila mtu anachanganyikiwa. Ulondo malombe okwazia, nwapa kwa the wende vinde ya mongo. Uyunga matakiuma. Kanati gomba ito? Yani tafadhali ukatetema
wa mayuno anena because bado tuko na bishop hapa. Ethe kutetema. Wetatamia ketimba wa mayo. Nyetinya ni wa mayo ini Yesu. Kwa hivyo lazima muwe sasa vai utongoi ukuoneka andu maithi nzie mama ile mateshwa na kindu kiambe tafadhali kila mundu alike imwezi yu ethe mwana no moto zete kibande utena kibande mheshimiwa governor. Even if you're going to argue Mheshimiwa Malile and all of you, move around. Register our people as voters. Because kura ndio kila kitu. Nilisema Ruto alisema vijana wapigwe risasi miguu. Nikasema rais wa nchi gani hii anaamrisha watoto wapigwe risasi miguu? Ukimpiga risasi mguu mtoto kama Rex Masai anakufa. Sasa sema na sisi tutampiga Mheshimiwa Bishop, tutapiga Mheshimiwa Rais risasi moja kwa ballot box ya kwenda nyumbani. One touch. Itakuwa one term and it is one term, and because he has earned only one term. Haiwezekani siasa ya uongo kila bandu Ruto hapa Kalonzo na yeye Merweyo. Akometa ya kuota no Kalonzo. Mbua ya Lekwa no Kalonzo. Amayu abikie bandu asia ona mwani beti no Kalonzo. Yani Ruto ameingia hiyo mtego. But let him relax. We mean well for this nation. Right now, munaona vile hali ya anga ilivyo. Ukame umeingia. Watu wetu wa Northeastern, tumekutana malori, Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Eugene, inabeba nyasi kupelekea Tangamia zisikufe, Mandera na kwingineko. Nampongeza Mheshimiwa Rigathi because ameongea ukweli kwamba badala ya devolution take root in the Northeast. Viongozi ambao wanachaguliwa kule wanakula pesa, wanaenda kuwekeza Nairobi na watu wanabaki hata bila mashule. We will be going to Northeast, to Mandera, to Garissa, to Wajir, tuwapelekea angalau tuambie tuko pamoja nao. Because they are part of this country. Nobody should be left behind. Kwa upande education, healthcare of course is a mess. Sha something. Tulikuwa tunikisema shu. Hii kitu haifanyi. We had a working model which needed just simple marekebisho. Kwa hivyo watu wetu, kwanza tuko nyumbani. Mimi nitaenda safari. Na hii safari naomba tu mniombe. Tuibakube yukweteka ile siukoni. Lakini tukweteka siukoni ndikwenda nizizie tinda ne wandamwe mabobwani akili. Na kebela iki udhini. Mwe kiona inywe? Alama kiene koko yolo. Na nondo mwenda nyekine kwe kata. Alama tayari kudhawe nyeki koko yolo. Uchaguzi unaokuja Jumatano tutaenda kwa IEBC. Tumewapa notice. Wakili Ndengwa Njiru, just come here, we finish with you. Wakili Ndengwa Njiru has written to IEBC on several things. The right to information is a constitutional right. Tutaenda sisi zote as a united opposition. Tukaulizane, tuangaliane the new IEBC. Tuwaulize, do you want to go down the history of this nation as a commission guided by infamy, by that thieving mentality? The country has come a long way. They do not accept it. Therefore, Wakili has written the right of information. We want mtu anaitwa Maria, what's her name? The CEO, Marjan, atoke mapema. He cannot be the CEO for IBC for the next election. We also saying Smartmatic, they have been quoted upande wa Venezuela na kwingineko, messing up the whole nation as what happened in 2022. And we are going to reinvent. Tumesema pia, we must have also politics of tolerance. Kura zia Kalonzo siume kwanza luo kwa kila mundu. Momoni yuki. Kwa hivyo nasema wacheni kuchokoza mtoto wa Raila anaitwa Winnie Odinga.
Si namna hiyo? Wawache kumchokoza. She has a right to speak her mind. She has a right. Every Kenyan has the right. But William Ruto has realized, he thought that Luo Nyanza was going to go his way. I want to assure him, ODM will follow the majority where Kenyans want to do William Ruto one term. Si namna hiyo? Wakili, just 1 second. Just only 1 second. Umetoka mbali sana. Na mondo mo Kirinyaga mwaza uno niwe mula mwazabyu Kirinyaga. Andũ aitũ nĩndamũkeria mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Hi cousins. Hi cousins. Leo ninaona Your Excellency, hii ni nyumba ya cousins. Ninaona watu wa kutoka huko Ingo, watu wa kutoka Kirinyaga na hao wengine wote wako hapa. Pale sisi pande ya Kirinyaga na pande ya Mount Kenya region, Mount Kenya North. Na hii mnajua ni Mount Kenya? Mount Kenya? Sasa sisi wote tumesema lazima tulete uongozi hapa katika hii boma ya Wakamba. Na sisi tunasema sisi tuko na deni ya His Excellency Kalonzo Musyoka. 2007 alisimama na sisi. Wakati kiongozi wetu Rigathi Gachagua alikuwa anaimpichiwa pale parliament, alisimama na sisi. Waito, tulipe deni tusilipe deni? Na mimi ninajua watu ambao His Excellency anazungumzia kutoka pande ya Nyanza. Amesimama na wao miaka 10 na ngapi? Hiyo ni deni, sio deni? Wakati kula deni ni kufanya nini? Nikisema ya mwisho vile His Excellency amesema kuhusu huyu jamaa anaitwa Kasongo. Nimesikia anasema ati His Excellency Kalonzo Musyoka hakuna kitu amefanya. Yaani hivi ni kama kukompea kifo na usingizi. Sasa badala ya aseme ukompea maneno ya ni nani mfisadi na ni nani sio mfisadi. Wewe ukipoa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hapa na uwepewe Mkasongo, uambiwe uchague mfisadi, utachagua nani? Ukipatiwa Kalonzo Musyoka hapa na upatiwe Kasongo, uambiwe ni nani ameua watoto, utapea nani? Ukiulizwa ni nani ameharibu uchumi, upewe Kalonzo Musyoka na upatiwe Kasongo, utachagua nani? Miaka 40. Miaka ngapi? His Excellency Kalonzo Musyoka has lived a clean life. Wacha Kasongo atuambie yake amefanya nini? Miaka yake ambayo ameishi katika uongozi wa hii nchi, amefanya wizi, ameua watu, amepora nchi. You cannot compare His Excellency Kalonzo Musyoka with Kasongo. Ya mwisho. It's okay. Anapotuma hao chief, atume hao chief. Chief anatumwa kwa nyumba yako. Aambie ongea maneno ya shule. Anakuja na kiboko. Hatutaki kiboko, tunataka school fees. Na tunataka school fees na uniform. Chief akikuja unamuuliza iko wapi school fees na iko wapi uniform. Harambe! Anta. Harambe! Aende asiende. Asante wakili. Sasa tumesema yale tumesema, hayo mengine ndugu Eugene atawazungumzia. We want to thank you for finding the time. Ingo na huku ni mbali sana. You have even found your cousins here. One inclusive nation. We are very grateful. So tumkaribishe ndugu Eugene Wamalwa na yeye atoe rambirambi zake. After that I hand over the microphone to Mheshimiwa Malili, our member of parliament, so that he can also bring his colleagues on board. Thank you.